Leo tutajifunza hatua 4 za kumsamehe mtu ambaye haja kuomba msamaha. Kuna makundi mawili ya watu waliokukosea. Kuna hawa watakao kuomba msamaha, lakini kuna hawa ambao hawatakuomba msamaha. Kuna urahisi kiasi fulani kuwasamehe hawa wanaokuomba msamaha, lakini vipi kuhusu hawa ambao hawana mpango wa kukuomba msamaha? Hatua ya kwanza ni kutenganisha kati ya msamaha na upatanisho. Kusamehe ni wajibu wako, lakini kurudisha uhusiano au upatanisho kunahitaji pande zote mbili zibadilike. Forgiveness and reconciliation. Unaweza kumsamehe mtu kutoka moyoni mwako ili upate amani, lakini ukaweka mipaka ya kutoruhusu akurudie na kukuumiza tena ikiwa hajaonyesha mabadiliko. Msamaha ni wa papo kwa hapo, lakini uaminifu unajengwa upya na unahitaji muda. Inawezekana alikuwa rafiki yako wa karibu na akakutapeli. Unaweza kumsamehe kabisa, lakini si lazima awe rafiki yako tena. Ni mpaka pale mtakapopitia mchakato wa mapatano au upatanisho ndio mnaweza kurejesha uhusiano wenu tena. Kwa kusema hivyo, msamaha sio upatanisho, ni vitu viwili tofauti kabisa. Kwa hiyo unaweza kumsamehe mtu, lakini msiwe na ule ukaribu kama wa awali. Hatua ya pili, mtenge mtu na kosa alilokutendea. Mfano Stefano. Angalia maneno ya Stefano aliyoyatumia kwenye Biblia. Anasema, Bwana usiwahesabie dhambi hii. Manake hapa Stefano anawatenga hawa watu na kosa walilolifanya, na kimsingi walikuwa wanampiga mawe wamuue. Anajua kabisa hiki ni kibaya, kinaniumiza, lakini ni dhambi wanayoitenda hawa watu. Hawa watu ni watu wa Mungu, ni watu wazuri, lakini dhambi imewatawala. Mtu aliyekukosea amefanya jambo baya, ndio. Amekukosea, ndio. Amekuumiza, ndio. Lakini ni kosa alilolifanya, lakini huenda yeye mwenyewe ni mtu mzuri. Kosa linabaki kuwa kosa na mtu anabaki kuwa mtu. Hatua ya tatu, hii ni tamu sana. Badilisha simulizi yako. Badala ya kujiona kama mwathirika au mwathiriwa maisha yako yote, jione kama mshindi aliyepita kwenye jaribu. Mfano Yusufu kwenye Biblia. Ndugu zake walimuuza utumwani na hawakuwahi kumuomba msamaha kwa miaka mingi. Lakini Yusufu alipokuja kukutana nao tena, alisema nao hivi, mlinikusudia mabaya, bali Mungu alikusudia kuwa mema. Mwanzo mlango wa 50 mstari wa 20. Hapa tunaona Yusufu anabadilisha simulizi yake. Badala ya kusema ninyi watu wabaya mlinitendea mabaya, anasema hayo mabaya mlioyakusudia Mungu aliyabadilisha kuwa mema. Cha kufanya hapa ni hivi, tafuta funzo au nguvu ulioipata kutokana na hayo maumivu, alafu tembea nayo kwa ujasiri na kwa nguvu zote. Hatua ya 4 na ya mwisho, japo hii ni ngumu, lakini Biblia inatuambia tuwaombee wanaotuudhi. Kwenye Mathayo mlango wa 5 mstari wa 44, Biblia inatuambia tuwaombee wanaotudhihaki na kutuudhi. Ingawa hatua hii ni ngumu, lakini ndiyo yenye kuleta uponyaji wa uhakika. Unapomwombea mtu aliyekuumiza, huwezi kuendelea kumchukia kwa wakati huo huo. Yale maombi yanavunja kamba za chuki zinazowaunganisha. Rafiki yangu, kusamehe mtu asiyekuomba msamaha sio ishara ya udhaifu, ni ishara ya nguvu kubwa ya ndani. Ni uthibitisho kwamba maisha yako na amani yako ni vya thamani kubwa sana, kiasi kwamba huwezi kuacha viharibiwe na mtu mwingine. Chagua leo kukata kamba za uchungu kwa kusamehe. Toa msamaha kwa wote waliokukosea, wawe wamekuomba msamaha au hawajakuomba msamaha, na uishi maisha ya uhuru, maisha ya amani, na furaha ya Yesu Kristo iyatawale maisha yako. Mpaka wakati mwingine, amani iwe nawe.